ni mchakato wa muda mrefu, na ndio maana miezi kadhaa hata baada ya uchaguzi ama matokeo ya urais kutangazwa, tumekuwa tukishuhudia wengine wanabeba maboksi ya ushahidi wakisema kwamba wao ndio ambao wameshinda. Yani wengi wamekuwa wakilalamikia sana wazi kwenye uchaguzi, hasa uchaguzi mkuu humu nchini. Je, hii ndiyo IEBC tuitakayo? Majibu tutakuwa tunapata majibu leo kwenye kikao kizima katikati mjini Nairobi, kwenye matangazo haya mubashara kwenye runinga ya K24 na runinga ya Kameme. Nitakuwa nazungumza na wakazi wa jiji la Nairobi, wengi wao ni waharakati, na pia vile vile niko nao wataalam kutoka ule upande mwingine wa serikali. Swali ni, je, ni nani anayefaa kuwa mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kati ya wale 11 ambao mahojiano yameweza kukamilika hivi leo? Na moja kwa moja niruhusu niweze kuanza gumzo hili. Nitakuwa nasema naye Margaret Maina ambaye ni mwanaharakati na pia ni mhandisi, na pia vile vile nitakuwa nasema naye Bwana Korir ambaye ni kiongozi wa vijana kwenye kile chama tawala cha UDA. Atakuwa anielezea kama anataka IEBC iwe namna gani. Na pia vile vile nitakuwa nasema nao wakazi wa kaunti ya Nairobi ambao wameweza kuwasili hapa kwa wingi kabisa kuweza kuchanganua mada hii kwa kina kabisa. Na moja kwa moja, acha nianze nawe Margaret. Umeweza kushuhudia kwanza ule yale mahojiano ya wale ambao waliweza kuteuliwa kwa kile kiti cha mwenyekiti wa IEBC. Je, ni nani ambaye aliweza kukuridhisha, ama ni nani ambaye unahisi kwamba anafaa kuwa mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC? Asante sana kwa kunipea wakati, and I'll discuss in English and Kiswahili. Adwanyoba ohoro wanyu. Kwa hivyo kuhusiana na IEBC, actually niseme hakuna mtu hapo ameweza kuniridhisha, because we are looking forward to youths of this country taking this country, starting from the IEBC. I think we've been ruled by the old people for way too long. Na sisi tungetaka mtu mwenye atakuwa chair wa IEBC akuwe not less than 40 years. I mean, tumeshuhudia watu pale kwa IEBC chair tu, matokeo inatokea yeye ako tu zile analala tu, na hatutaki hivyo. We want somebody who is going to be transparent with whatever is going to happen in IEBC. Kwa hiyo unasema kwamba wale 11 ambao wameweza kuhojiwa hakuna hata mmoja ambaye unadhani anafaa, anatosha mboga? Mmoja hakuna. Sorry to say that. Wacha nije kwa bingwa Korir. Niambie, wale 11 ni nani ambao unahisi kwamba anafaa kuchukua wadhifa wa mwenyekiti wa IEBC? Asante sana. For me, actually, what I will say is that I'm not in the position to say who is the better candidate to be the chairperson of IEBC. But of course, I know the panel, the selection panel itself. It has undergone the scrutiny, and to have conducted the interview that is very open. We have seen it on different platforms, and I'm hoping one of the candidates that will emerge who have all the requirements and the meritocracy that is expected here outside, that to be emerged as the rightful candidate to hold that position, because we are expecting somebody who is more sober, more mature when to conduct the pressure that comes itself with the electioneering process. And for that reason, I think this backstops with the selection panel itself. Lakini wewe huwezi sema hakuna hata mmoja bana ambao ungekuwa wewe ungechagua nani? Ungekuwa na uwezo wa kuamua ni huyu ambaye ninayemtaka, ungechagua nani? Siwezi sema ni nani ningemchagua, kwa sababu naona kila mmoja ana ueledi nzuri, na hivyo basi inategemea na jinsi hivi ambavyo anaielewa na kuendesha conduct the business under the IEBC. So for me, I will not say exactly who I want the person to be the chairperson, but I will say this: if there's somebody have all the qualification, then if we narrow down, we have to see even the integrity itself, so that we can get the right candidate. So all the best for the whole candidates. Asante. Nije upande huu mwingine pia vile vile, bingwa, jina lako nani
Na Margaret amesema kwamba hakuna hata mmoja ambaye anahisi kwamba anafaa kushikilia wadhifa wa mwenyekiti kati ya wale 11 ambao wameweza kuhojiwa. Bingwa hapa anasema wote wako sawa, ule ambaye ni ana uwezo aweze kuchukua wadhifa huo. Utasemaje? Asante sana. Jina langu ni Dr. Duncan Onyango, mhandisi na mhadhiri katika chuo kikuu cha Technical University of Kenya. Kwangu mimi naweza sema kwamba uchaguzi ama IEBC, wale commissioners, is not just a matter of the technical qualifications. Nikiangalia pale, I see people who technically, ukiangalia the qualifications ambazo zinatakikana, tunaweza sema kwamba wanazitimiza. Lakini we know the history of our country. We are dealing with a huge trust deficit, na pia ni mambo ya uchaguzi. Tunahitaji kuwa na mtu ambaye ataonekana, si kwamba watatimiza tu zile technical qualifications, lakini pia wataonekana kuwa wako neutral na non-partisan. Kwa hivyo ingekuwa mimi, ningerudia ile shortlisting, niangalie what criteria did the panel or ile committee ilitumia criteria gani kufanya ile shortlist, kwa sababu nimeona baadhi ya watu pale, karibu watu 5 hivi ama 4, ambao wamejihusisha kabisa kisiasa. Kwa hivyo unapopatia mtu kama huyo chairman wa IEBC, tunatarajia kwamba Wakenya wataichukulia namna gani? Kwa hivyo ingekuwa mimi, ningeambia kamati irudie ile shortlisting, tukue na criteria. Hata kama kwa katiba inasemekana kwamba one of the qualifications is that you must not have been a candidate in the past 5 years for an elective seat or a member of the governing council. But that is not enough. If you have been actively involved in party politics, how do we expect Kenyans to consider you as a neutral arbiter? Asante. Mpatie mwenzako kipaza sauti hapo kando yako. Sheikh, umeweza kuona wale ambao wameweza kuhojiwa kwa ile wadhifa wa mwenyekiti wa IEBC. Mwenzangu hapa amesema vijana wanapatiwa majani kila siku, wazee wanapatiwa shawarma. Utasemaje? Asante sana. Kwa majina naitwa Sheikh Muhammad Khan, nawakilisha moja wa vyama vya J25 Coalition Movement. Kwanza kabisa nataka kujiuliza, kwa sababu mimi kwa itifaki nilikuwa pale Bomas wakati ile vurugu ilifanyika. Mimi nilikuwa pale juu nikijaribu kutuliza, na tulikuwa tumeenda pale tujaribu kuongelesha marehemu Chebukati aende kotini aongeze muda, sababu kumbuka, kabla tujabuni IEBC hii, nataka tujiuliza maswala ni machache. Yale makosa ambayo yalifanyika katika IEBC ya Chebukati, je, yamerekebishwa? Haya ndio maswala ambayo nataka tujiulize. Pale ambapo inasemekana kwamba inatakana wengi ndio wakuwe pamoja, ni wakati wa kutangaza pale walikuwa watu 3 na 4 walikuwa wamekata. Je, marekebisho gani yamewekwa tuweze kusuluhisha maneno haya tena? Ya pili, mimi pia niliweza kufanikiwa kuwa mmoja wapo katika panel ya 2017. Kwa sababu mimi ndio nilikuwa chairman maimams hapa Nairobi, na kwa itifaki ikachaguliwa chama changu kiwe ni kinawakilisha Waislamu katika IEBC. Lakini kwa sababu ya ujana wangu nilitolewa na wale wazee, wakaweka Profesa Abdul Ghafur Busaidi, wakasema kwamba huko inatakana mwenye akuweka panel akuwe wakili. Nikajiuliza, kwani profesa alikuwa wakili? Ya pili, IEBC ile panel ambayo imebuniwa kwa wakati huu, kuna nyadhifa 2 za religious leaders. Nataka ujiulize, Fatuma Saman na Nelson Makanda, je, hao ni religious leaders? Nataka ujiulize mwenyewe, pamoja na kwamba wao wako na qualifications ambayo inafaa, lakini wote wawili sio viongozi wa kidini. Kumbuka sisi Waislamu hatukuangi na viongozi wa kidini ambaye ni mwanamke. Nelson Makanda alikuwa NCCK, saizi yuko evangelical. Sio bishop wala sio kasisi wala sio reverend. Kwa hivyo kwanza kabisa inatakana tujue kwamba walioingizwa pale wameingizwa kwa sababu mtu ni Muislamu na Mkristo. Kwa hivyo siasa ishachezwa tayari. Siasa tayari ishachezwa. IEBC iliyobuniwa, hata ile panel tayari ishachezwa siasa. Kwa hivyo ikiwa mmeanza na kasoro, vipi tutawaamini nyinyi? Asante. Mwenzako, jina lako nani, na pia vile vile kati ya wale 11, je, yupi Mungu ungependekeza wewe kama Mkenya wa kawaida kushikilia wadhifa wa mwenyekiti wa IEBC? Asante sana Mr. Panelist. Kwa majina naitwa Seme, a taxpayer in this country, na sana nahusika na bunge la wananchi Jivanjini.
swala ambalo liko mbele yetu is a very critical thing hapa. The thing we are dealing here is purely a trust issue. Na tunajua uchaguzi kwa hii nchi yetu is a very emotive thing. And once you lose trust kwa public, it is a very dangerous setup. Sababu we all know uchaguzi is not an event, it's a process. So the moment you lose trust with the public, you start going wrong. Kwa hii list yenye imetolewa pale, does it have the trust of the public? Sababu the basic unit of a country is fixing the software, not even the hardware. The software of this country needs serious fixing. It is about trust issue. Na watu wenye tumeona pale, everyone is dissatisfied with them. Na 2027, we have a very decisive movement to determine the next step of this country. Nikuulize bingwa, Yeah. Umesema kuna trust issues, Yeah, na tukiangalia hata tukipiga darubini tume ile ya awali ambayo ilitupatia Cherera 4 watatu kajiuzulu baadaye. Je, ni masuala gani ambayo tunafaa kuangalia raundi hii? They must maswala ni mengi sana. For one, tukiangalia the qualification of you to be an IBC nini panelist huko, first of all, haufai kuwa dual citizen. Tumeona historia, we have been this country. Tumeona wakati wamechagua mtu ambaye ana hold dual citizenship, mambo ikichemka mtu anatuacha kwa mata. That is first thing. We are not sure of these people. That's inasema ni trust. Kitu ya pili, bankruptcy. Kuna mtu anaenda pale anasingizia kwamba hawezi lipa deni, inasingizia kwamba. So these are things that critically matters to the public. Sababu for you to have a free and fair election in this country yenye itakuwa satisfied kwa kila mtu, the referee lazima akuwe na gain trust all over the country. Asante. Yeah. Mpatie mwenzako kipaza sauti. Jina lako nani? Na pia nikuulize kwa kifupi, wale 11 ni yupi ambao ungependekeza wewe mwenyekiti? Kwa majina naitwa Naomi. Of the shortlisted candidates, I will not speak on that really, but I think we need to move from the politics of Sura to the politics of Sera. Tunahitaji kuwa very clear, because if we have the policies right, then it doesn't matter who is there. It doesn't matter who is sitting on that seat. So if we move away from our sentiments about the people in the office, but we have the policies for the office right, then we will do it right. Yes. Asante. Mwenzako hapo nyuma, jina lako nani? Na pia nikuulize hivi, chaguzi humu nchini kama haziishi, hata baada ya uchaguzi pia kumekuwa na mzozo. Tunashuhudia wengine wanasema safa zifunguliwe, wengine bado kuna mzozo wa walio wengi bungeni. Je, tutafanya nini kuhakikisha kwamba tunapata bodi ambayo inakamilisha mchakato wa uchaguzi kabisa? Yes, good evening. My name is Wanjira. And what I think we need to do to have finality of elections in this country is to ensure that the elections themselves are done in a transparent and accountable manner. To ensure that there are no questions after the elections have been conducted where people still feel that there was something about the election or the way the results were tallied, the way they were verified, the way they were collated, that there's nothing remaining in the way the process was done, to ensure that there's trust in the process, to ensure that there's accountability in the process, to ensure that everything about Article 88 of the Constitution has been accomplished, so that finality to elections can be brought by the IEBC that is, being vetted and that is going to come to bring the elections in 2027. Asante. Mwenzako kando ya jina lako nani? Na je, unadhani kwamba hata tunapozungumzia swala zima la kubuniwa kwa IEBC, je, IEBC itahakikisha kwamba ile kura yako inahesabika vilivyo na ule uamuzi wa mwananchi wa kawaida unaweza kuhesabika kwamba ama tunaweza kushuhudia kwamba kuna uwazi wa kutosha na kila mwananchi anaweza kuridhika? Asante sana. Kwa majina ni Kelvin Saitoti Naikuni. Mimi ni baadhi ya vijana ambao wanasukuma identity yetu. Na kujibu swali lako, IEBC is a very huge matter because it's beyond the shortlisted candidates, because there is a panel that is
vetting them, and it has been mentioned that scrutiny was done when it was happening, but I have my reservations to that. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia mmoja kama Professor Adam Solo ali resign January after ameselectiwa to this panel. Who was he before that panel? He was President Ruto's advisor. Kwa hivyo, the independence of that body, when President Ruto will be one of them kwa hiyo mchuano wa 2027, already the independence is not there. Going to the shortlisted candidates, you find that one candidate has had political affiliations with the current president. You find the other was in a gold scandal. You find the other works in government right now. Kwa hivyo, sioni, kwa maoni yangu sioni kabisa tukipata IBC ambayo kwa sababu tulianza pale mwanzo hatukusolve makosa ambayo wale walituletea Chebukati. We did not solve that problem. How did we get there? So we should move to panels that are based on institutions. Assuming you were to give the Chief Justice a position in that panel, or the Attorney General, if we were to get another Chebukati, we will go back to the Chief Justice. Tutamuuliza, how did you choose this person who lacks integrity? And B, integrity supersedes all the qualifications. Asante. On paper. Naomba niulize swali mwenzako kando yako kuhusiana na gharama ya uchaguzi. Huyo msichana kando yako hapo, jina lako nani? Alafu niambie, tukizungumzia gharama ya uchaguzi, je, kuna haja ya Wakenya ama taifa kutumia mamilioni ya pesa kwenye huu uchaguzi mkuu? Na pia vile hata zile kimskis, je, kuna haja ya kupata vifaa vipya kwenye huu uchaguzi mkuu? Asante sana kwa hiyo swali. Hata umefanya vizuri juu mahali ninapofanya ni kwa social accountability. So kwa jina langu naitwa Christine Wamaitha. Ninatoka organization inaitwa Kisanet that deals with social accountability and governance. Na kwa social accountability it cuts across kila mahali, from our spendings, our debts, literally everything. So ukiuliza hiyo swali ya mamilioni yenye tunatumia, we are stipulating, or rather the country is stipulating to spend 61 billion. 61 billion on elections. Elections is supposed to be the cheapest thing we are doing in the country. Reason being, haukuji kuuliza, haukuji kununua ndio niweze kukuweka kwenye kiti. Unakuja kuniuzia sera za vitu nimeona ukifanya either kwa kijiji ama kwa nchi yenyewe. It's supposed to be the cheapest. Alafu hatufai kwa tunanunua kits each and every time. Tunapata, as much as technology is growing, there is something that I know of. Digitalization, it will take time. So huwezi kuja uniambia tunaendea kits zingine, tuko na commissioner wa kulipa, tuko na hawa watu wa wa kuhesabu kura, bado tunafaa kuwalipa, na considering the fact that 61 billion is not going to be spent in elections. Asante. Kabla nije kwa bingwa kando yako, naomba nikuulize Bwana Brian Kipkorir, je, unadhani kuna haja ya kutumia zile fedha zote, mabilioni ya pesa kwenye huu uchaguzi mkuu? Ni kweli hiyo pesa ni nyingi sana. Over 50 billion is a lot of money. I can say in a case of Rwanda, one ballot paper was just 100 shilling. Just a normal rim paper that was used to be voting. But when you see the Kenyan voting style, where they use the electronic, at the same time they use those papers that has 7 security features. So you wonder, is it the public that has the mistrust, or is the political class having the mistrust? So we need to find a common ground and ask ourselves, is it genuine to use over 50 billion to conduct election and even account for that 1 shilling? What does it cost to have a printing paper? So first of all, we must win the trust from the public. Again, the IBC should be independent. Once we have those things, and the integrity thing is very concerned to everyone, and we have sorted that out, then now we can say we can have a commission that even can run with a budget that is less even than 20 billion to conduct an election that is freely, fair, and accurate when it comes to it. Naomba sasa, kabla nije kwako,
nizungumze naye bingwa mmoja hapo tulikuwa naye wakati mwingine wakati mazungumzo haya nadhani wiki 2 zilizopita. Naomba unijibu hili. Kuna hili swala zima la voter registration. Je, unadhani kwa namna moja ama nyingine itahitilafiana na mchakato mzima wa uchaguzi na itakosesha kuwa na uwazi kwenye mchakato mzima wa uchaguzi ifikapo 2027? Registration, voter registration. Naam. Kwa majina mimi naitwa Edgar Ignatius Otieno, na kwangu mimi nafikiri kama vile kuna saying inasema history repeats itself. According to me, voter registration has always been skewed. Kuna area ambapo muda wanapewa muda mfupi kufanya registration. Unapata area zingine wana prolong hiyo registration, na hapo ndo rigging inaanzianga. Kama tunafaa kuwe na free and fair election, kunatakiwa kukuwe na usawa right away from the registration. Kule nyumbani mahali natoka Western, registration ilikuwa inapewa wiki moja, wiki mbili kama extend. But you find areas like Nairobi, Central Kenya, kulikuwa na over 1 month registration inaendelea, mpaka unashindwa ni vipi pande zingine, hii ni Kenya moja ama vipi kunafanyika pande zingine wanapewa muda mrefu na wengine wanapewa muda mfupi. Kwa hivyo mimi nafikiri unless turekebishe bado wembe ni ule ule. Asante. Kuna mwenzako anachochoa sana anataka kuzungumza, nadhani bingwa hapa mbele anataka kujibu huyo. Naambie bingwa, unasemaje? Mimi kama sema, I want to correct some sentiments that have been made here. Ya kwamba kuna mali registration inafanywa intentionally inakuwa prolonged na kwingine inakuwa delayed. It might have been there. But now as a Gen Z ideology, the Gen Z ideology that we have, we want to dismantle all those notions and we start afresh. Sababu gani? Hii kitu inaitwa victimhood. Ya kwamba ulitelewa na nani na nani na nani. That thing will keep dragging us to the mud. Now we want to start afresh. Ya kwamba kama ni overhaul of the registration inaanzia afresh so that the public can gain the trust from, kwa sababu election is a process. You see? So as a Gen Z ideologist, it cuts across from Madera to Kilifi, because the Kenyans want trust, to gain trust with the panelists, to gain the trust with the whole of IBC. Sababu hii mchezo ikichezwa 2027 with no public trust, we are setting for a very dangerous path. Kuna bingwa anataka kuzungumza, mpatie nafasi Sheikh, labda anataka kujibu pia kuzungumzia swala zima la usajili wa wapiga kura. Najiuliza, wakati unaenda kusajiliwa kama voter katika IBC, kwani kipande haitoshi? Sababu ni ile kipande unatumia kuregister kama voter. Kwa hivyo kwa nini usitumie tu kipande itoshe? Kwa nini tunaleta gharama nyingine juu? Kipande yako tayari umeipata kihalali. Kama unasema kwamba kuna rigging itafanyika, ni ile kipande nitafanya naye rigging katika voter registration. Kwa hivyo ikiwa niko na kipande inatosha mimi kupiga kura. Sijui kwa nini tunaenda tena kutumia gharama nyingine. Unajua baba yetu sisi tunafuata kile mkoloni anatuambia. Sisi wa Afrika ni kama tumefunga akili zetu, hatutaki kuwaza kama Mwafrika. Tunataka kila kitu tupatiwe na mzungu ama tupatiwe na watu ambao wanajifanya wako na maarifa zaidi yetu. Kwa nini tusitumie kipande na tuachane na registration, tujipunguzie gharama? Naomba nije kwa mwenzangu hapa kando yangu Margaret. Acha nikusomee kifungu cha 138 cha katiba kuhusiana na utaratibu katika uchaguzi. Kinasema kwamba ndani ya siku 7 baada ya uchaguzi wa urais, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka kutangaza matokeo ya uchaguzi na kuwasilisha taarifa na maandishi ya matokeo kwa jaji mkuu na rais aliye madarakani. Je, kuna haja ya kubadilisha sheria? Nazungumzia kwamba ni kama katiba inampatia yule mwenyekiti wa IEBC nguvu nyingi zaidi za kuweza kutangaza matokeo ya urais. Je, unahisi inafaa kuwa nguvu ya bodi nzima ya IEBC, wale makamishena na mwenyekiti waweze kutangaza ile matokeo, ama yule mwenyekiti wa IEBC abaki kule mtu mmoja ambaye anafaa kuwa na nguvu ya kutangaza matokeo ya urais, ili
tuweze kupunguza pia, kama wakati mwingine uchaguzi mkuu uliopita Chebukati marehemu alitangaza matokeo ya urais, baadaye wale makamishna kina Sherera wakaweza kusema kwamba sisi hatukubaliani na matokeo haya ya urais. Walisema kwa maneno yao wenyewe, hatukubali kabisa kwa namna moja ama nyingine yale matokeo ambayo yametangazwa ama yatangazwa kule Bomas. Thank you for that question. And IEBC is an independent, actually inafaa kuwa independent. Not anybody from political systems aende akaingilia mambo ya IEBC. So towards the constitution haina makosa yoyote. The people who bring frauds to the IEBC are these political leaders because they're not satisfied with the results. The 4 out of 7, they came afterwards na wakasema wao hawajaridhika na ile matokeo. It's because they know that whatever was happening in the bedroom couldn't be constituted in the table room. Na sasa tuko pale pa piki ponki, mother in the kitchen cooking for us chapati. No, sorry to say, but saindo chapati zinaka. Kwa hivyo hakuna mambo ya kuingililia IEBC. Let them do their work in that 7 days. Asante. Nije kwa Bwana Kipkorir hapo kando. Nitakuja kwako dakika 2 tu. Unipatie kauli yako. Je, unadhani kama kuna haja ya kubadilisha sheria ili tusimpatie ule nguvu ule mwenyekiti pekee kwa IEBC kwamba yeye ndiye mwenye uwezo wa kutangaza matokeo ya IEBC? Sheria sio shida. Na iwapo kama mwenyekiti wa IEBC ndiye anafaa kutangaza because he's the presidential returning officer. So again, that put him or her in that mandate to make sure that he's the one who announces the results once they've been tallied. So for me, I don't feel like the legal reform should be conducted, but I think because IEBC itself is an independent commission and very special commission on its own, and it has its own mandate. Once the mandate and the values of that commission is adhered, definitely we'll have one of the credible election in this country. Yes. Asante. Ulikuwa unataka kuzungumza. Mpatishie azungumza alafu mpatishie mwenzako kupata sauti kidogo tu. Asante sana. La kwanza nilikuwa nataka kuzungumzia jambo la voter registration because we can't talk about voter registration when no voter registration has been going on in the constituencies as stipulated in the constitution. There is supposed to be continuous voter registration. Last week I was in one of the counties, Migori County specifically, and I was speaking to a friend who is a constituency returning officer. Their work is supposed to be, one of them is continuous voter registration. He told me that the reason they are not doing continuous voter registration is because they've been waiting for a gazette notice to restart the process after the gazette notice that suspended it by the late Chebukati in the last elections. That gazette notice was very clear. The suspension was for a specific period of time. So, which is this gazette notice that constituency returning officers are still waiting for so that they can reactivate? I have the gazette notice here. Asante. If it is very specific, voter registration was stopped from a certain date to a certain date to be able to provide for the voter registrar for inspection. So that in itself already is a big problem, even as we wait for the IEBC that currently is being interviewed. Asante. Naomba upatishie kipaza sauti mwenzako hapo kando alafu tuje kwako hapo nyuma kidogo. Labda nataka kuzungumzia swala la sajili wapiga kura ama ni ile ya nguvu za mwenyekiti wa IEBC. So I'll address both questions. Naam. Number one, voter registration. We cannot speak about voter registration if we are also not talking about vetting the voters register. The IEBC had sanctioned KPMG to do an audit of the voter registration process and the electoral process in general from 2022. And KPMG is telling us that it is possible that there is over 1 million voters in the voter register that may not necessarily be voters now because they could be dead. So that means that as we're talking about registration, we should also be talking about vetting the voters register. So that is number one. Secondly, to talk about the question you asked regarding the chairperson of the IEBC.
the chairperson of the IEBC does not act alone, okay? The IEBC works together as a commission. So even as you talk about Article 138, Sub-Article 10, the chairperson announces on behalf of the commission, not on his own behalf. In fact, in the Maina Kiai case, when we talk about the word declare, because Article 138.10 talks about declare, declare simply means we are announcing something. I am not the one telling you what it is. The commission has established, like Brian properly put it, as that the chair of the IEBC is the returning officer for presidential elections, the national returning officer for presidential elections. So he's simply declaring on behalf of the commission. So essentially, the work, the tallying, the verifying, everything has been done by the commission. He's simply declaring it. He's not acting on his own. So let us be very clear. The law is not vague, okay? When you read 138, Sub-Article 9, 138, Sub-Article 10, all together, the commission works together, okay? It is a cohesive process. The IEBC chairperson is not a law unto himself. So that is what I wanted to be clear about. I'd like to address both issues. First of all, about the voter registration. Yes. The Constitution provides for continuous voter registration. That means that after 60 days after the election, voter registration should commence and should run up to 60 days before the next election. So all this time, there's a Gazette notice, I think number 4759, that was issued by Wafula Chebukati, that stopped the voter registration process for verification of the voter registration data. So after that, it was supposed to commence. The date was even put there, but it has not commenced. So about voter registration, it is happening nowhere in the country. Na tuzungumzia swala la nguvu za mwenyekiti wa IEBC. Yeye nadhani kwamba wazungu watasema kwamba anaweza kuwa compromise kutangaza matokeo ambayo labda hayakuwa kauli nzima ya bodi, kauli ya makamishena na pia vile vile kauli yake yeye mwenyewe. About the chairman wa IEBC or the chairperson of the IEBC, I would like to point out that according to the Constitution, I think section Article 183, section 2, it says that the presidential election should end at the constituency level. It's very clear. Clear cut. The presidential election should end at the constituency level. That means that before the 7 days are out, you and I, as Kenyans, as citizens of the Republic, if we get all the data from all the constituencies, we're able to know who's our president. Asante. So the work of the chairperson for the IEBC is to come and declare to us, so and so is the president. The media can even tell us. I mean, if you look at the US process, when from all the states came in, they were able to tell who was the president. They only came to announce later in January 6th. Asante. Yes. Naomba umpatie mwenzako hapo nyuma yako hajazungumza. Tulikuwa naye pia katika ile maonyesho wiki zingine. Labda tuzungumzie kwa kifupi, naomba ujiongee hapa karibu. Kwa sawa. Jina lako nani bingwa, halafu tuzungumzie swala zima la uwazi wa sajili ya wapiga kura. Ndio tena tusione kwamba kuna watu 100 ama kura ziko 400 kwa jimbo na kuna watu 100. Alafu napata mheshimiwa Eddie Kavai anaibuka mshindi kwa kishindo. Tutafanyaje ukishikama kuna uwazi kwenye ile sajili ya wapiga kura? Jina yangu ni Mwangangi kutoka Makueni. Tangu 02 kura hazijaikuwa zinaendelea mzuri. IEBC ilianza kuharibika kutoka hiyo siku. Kama unasomanga vitabu. Kwa hiyo unashikilia kauli ya mheshimiwa Raila Odinga kwamba uchaguzi ambao ulikuwa sawa kabisa ama matokeo ambayo yalikuwa ya haki ni ya ule uchaguzi wa mwaka 2002 peke yake. Tangu 02 kuendelea hakuna kura tujaipika ikakuwa mzuri. IEBC iliharibika kutoka hiyo siku. Kwa hivyo ile kitu tunafaa kufanya, IEBC ndisoviwe juu ile IEBC kwa hapo si independent. Sasa hii serikali ni ya kuachiana ile iko sasa inafikiria hivyo mimi kwangu. Usaili wa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC umeweza kukamilika hivi leo. Kati ya wale wote ambao wameweza kusailiwa, wale 11, ni nani ambao unahisi kwamba anaweza kushikilia wadhifa huo ama hakuna hata mmoja? Hapo hakuna mmoja hapo. Asijaona mmoja. Naomba
mpatie mzee hapo bingwa, mpatie nafasi Sheikh pia aweze kuzungumza kwa kifupi tu. Wacha kwanza ni jibu. Haya, dakika moja alafu patie Sheikh. It's very true ya kwamba people can joke about this thing, but lisemalo lipo. At this country tumesoma historia yake. Venye mwenzangu hapa anasema since 2002 there has never been a credible election yenye inaweza kubalika na raia wote na waridhike. So mimi nakuja hapa kwa voter registry. Hapo ndio tunafaa kuanzia. If there's a total overhaul, let it be done. Sababu gani? Tunasikia someone is scheming to register aliens kwa hii registry na bado tunanyamaza. You see, that's where it starts. Voter registry verify. Let it be verified to the fullest. Sababu people are hell-bent to establish a system, as we can hear. Asante. Sheikh, kauli yako ya mwisho na ambao nafaa kurudisha studioni kwa sasa. Asante sana. Mimi naona suluhisho hii manasji IBC kwa rais, wakati ambao uchaguzi inatangazwa na rais huwa anafutilia mbali mbunge na vitu vingine, hata yeye mwenyewe ajiuzulu kwa siku 90, tuwe na rais mwakilishi, interim president, a hand over the powers, ndio sasa hata yeye asikuwa anahusika wakati ambao uchaguzi unaendelea. Mpeni nafasi hapo kidogo kwa nyuma yako, hajazungumza dada hapo. Kauli yako ya mwisho labda. Nataka kuzungumzia kuhusu kauli ya the last question you've asked in regards to election, voter registration first of all, and also the process of election, the 7 days. In matters voters registration, when you state that ati ni lazima tungoje the last 2 years ama after 2 years ndio tuanze voter registration, that is a very wrong thing. Kwa sababu naambianga mtu kila siku kuna mtu anaongezeka na kuna mwenye anatoka. So tukiacha hiyo gap, this is where it leads us to having gaps in our election process and also our voter process and our registration. So unapata ukienda kufanya elections watu wamepunguka. Kitu ingine akisema ati 2002 was the last time, we have amended our IBC reforms and it was amended according to Act ya 2011. So hawezi sema ati hakujakuwa na process fair. Shida nini wenye wako ndani ya hiyo system? Na mbona tunafaa kwenda pumziko, lakini niruhusu tu mwelekezi kwa kifupi tunaweza kuchukua kauli za mwisho labda za ambao niko nao upande huu mwingine. Margaret, kauli yako ya mwisho alafu mpatie Kipkori kauli yake ya mwisho. About voter registration. Kwa kifupi tu sekunde 30. Yeah. Please, let me take you back to 2022. We had only 22.12 million who were registered voters, and only 14 million voted. Yeah? Sijamaliza. Dakika moja. Yeah, sijamaliza. Hatuna muda. Okay, we've had issues of malpractices. Umeuliza mambo ya technology. Technology inafaa. Shida ni tukisema mambo ya pesa, pia itaongezeka. They'll do a little bit of exaggeration, but we don't want that. We want at least technology yenye ita transmit ease of votes. Asante. Yeah. Na mbona nafaa kurudisha studioni kwa sasa, lakini gumzo limeweza kuchacha hivi sasa. Wamezungumza mengi sana wakazi wa kaunti ya Nairobi, wanasema nchi ina wananchi, wenye nchi na wala nchi, na kuendelea kuwachagua ni kama kwenda na mchanga bechi. Tunaelekea mapumzikoni kwa kifupi tu. Tunarudi mara turudi. Director. TV Muthegi wa Rũrĩrĩ. Kila tunapopitia majaribio maishani, sio kutuonyesha udhaifu wetu, bali ni kutusaidia kugundua uwezo wetu. Basi tuzilaki changamoto za maisha, kwani zinatunua na kututayarisha kwa siku za usoni. Kupata uwezo wetu kama Skiza tune yako, dial *811 *615 #.